Ndewa. Amen. Tunataka tuhubiri kwa ufupi. Watu wa Nairobi najua ikifika saa 7 wanaanza kuswitch off. Na tutaki tubaki kwa mataa, watu wanaanza kuswitch off. So tunataka tuhubiri kwa dakika chache. After that, we want to launch our pool here today officially. Alafu tuingie kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. So allow me just to welcome Reverend Ndewa is going to preach for us today here in the name of Jesus. Tupe makofi mazuri. Tupe makofi mazuri. Amen. Walio wazima, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu kile cha Mathayo 11 mstari wa 12. Kitabu kile cha Mathayo 11 mstari wa 12. Nikipata msomaji mzuri nitafurahi sana. Kuna watu ambao mali kupeleka shule na rudi wakakula fees. Ni watu ambao kwenda shule. Mlienda? Nani wangapi wako na Biblia yao? Wangapi siku hizi na wadozi wako na smartphone? Waliona kwa kadudu. Bana, sasa siwezi soma mwenyewe mpaka msome. Narudia tena kitabu kile cha Mathayo, the Gospel according to St. Matthew 11:12. Only 12. Na wanyonge, bali kwa watu wenye nguvu, na watauteka kwa nguvu, watachukua kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna cha kupewa tu alafu gani. Ungangane, utie bidii, uweke nguvu. Kulinda hata territory yako, weka nguvu za kulinda territory ambao umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni simba, make sure your territory yako unaitunza na kuilinda kama simba wa nyumbani. Wenye nguvu ndio watakao uteka mji. Wenye nguvu ndio watakao ingia mbinguni. Na kwa sababu hiyo nimeleta habari njema asubuhi ya leo kwa wale ambao wanaenda majini ya kwamba safari ya wokovu haihitaji watu walegevu. Maana baada ya kubatizwa adui yupo tayari anakungojea. Na vita ni vikali mbele siku zote. Tunahitaji watu walio na moyo wa kupigana mpaka mwisho. Watu walio na bidii kwa safari ya vita. Watu walio tayari kwa sababu ya kupigana. Maana dunia tunaoishi ndani leo hii haihitaji watu walio walegevu. Mwambie rafiki yako waache uvivu. Tingiza yeye vizuri, waacha kuwa mvivu. Jitume, kuwa mtu ambaye anaweza jituma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa kitabu hiki anapea watu moyo katika safari za mtumishi wa Mungu. Anamtaja kwa jina yake Yohana. Yohana ni mtu ambaye alipigania wokovu mpaka mwisho. Maana Biblia inasema hata alitoka kwao, alitoka nyumbani, akaishi katika nyika, akala nyikani. Wanasema akavaa ngozi, akakaa katika ngozi, akakula kule chakula ambacho kilikuwa kinaitwa asali. Hali iko rahisi kwake kupigania safari ya huduma, na safari hii aliipigania mpaka mwisho. Basi wanasema katika waandishi wa Biblia, Yohana ni kati ya watu ambao walipitia uzito wa kifo na wakafa kwa ajili ya kuitetea Injili mpaka mwisho. Maana baada ya hiyo ni mtu ambaye alikatwa kichwa na mwisho akafa akitetea Injili hii. Na anatangaza katika ibada hii hapa Mlolongo ya kwamba jivikeni nguvu za kusonga mbele, jivikeni nguvu za kupigana, jivikeni nguvu za ushindi. Maana katika safari za ushindi tunahitaji watu walio na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Usikuwe utakayelegea katika huduma siku zote. Safari hii si nyepesi kwa watu wanaodhania ya kwamba umeongezwa madaraka ukadhani ya kwamba umefika mwisho. Maana mahali ulipo pale kuna wanaotaka kukupiga utoke mahali pale. Jitie nguvu katika safari ulionayo, na mahali ulikoketi jiketisha vizuri, ukisema ufalme wa mbinguni haupatikani kwa urahisi, wapatikana kwa walio na nguvu, na walio na nguvu ndio wanateka. Nasema teka mji wako, teka baraka zako, teka nguvu zako, pembea kibali cha Jehova. Bwana aende na wewe, Bwana bariki maisha yako. Nasema haleluya na Jehova. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza unaweza kuwa ulianza na udhaifu, lakini Mungu sio udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku kama hii tuliingoja sana, na ilionekana kama ndoto ya kwamba haitawahi timia. Tuliitangaza kwa matangazo tu kama ya kawaida, lakini kwa sababu ya kuweka nguvu na kutia nguvu katika safari, basi siku hii imetimia. Na siku hii imekuwa historia ya kwamba leo hatutarejea tena kwenda express kule mbali. Leo hatutaenda kule tulikuwa tunaendanga Njenga mbali. Leo hatutaenda tena kule Kitengela mbali. Ya kwamba kwa sababu ya nguvu za Jehova tumerejea nyumbani mwetu. Leo tumekuja kwetu. Leo tunafanya kazi kwetu. Leo tunapatiza kwetu. Leo tunafanya shughuli nyumbani. Ya kwamba walio na nguvu ndio watakaoteka mji. Ufalme wa mbinguni hauji bure, unakuja kwa walio na nguvu. Pokeeni kibali cha nguvu, nguvu za Roho Mtakatifu. Pokeeni kibali chake nguvu, nguvu za Mungu wa Israeli. Nasema pokeeni kibali cha Jehova. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema asifiwe Jehova. Simama tuombe pamoja na wewe. Ile hema ya kukupa Bwana. Oh, haleluya.